Sasa hebu tuendeni huko. Twende. Sasa inatakiwa saizi ni usiku sana. Unanielewa sio? Hebu tuendeni nyumbani. Alafu kesho tutajua cha kufanya. Wazazi waliwaua ndugu mali wakalisi, ila Mungu katuinua katutoa kwenye dhiki, nayo nyumba wakauza wakatuacha kwenye giza, wakizani hatutaweza. Wewe vipi? Amenichafua kichaa huko. Ila vichaa wengine. Baba yuko? Babako ametoka kidogo. Ametoka? Sawa. Karibu.
Shikamoo. Marahaba, jambo. Sijambo. Tukusaidie nini? Samahani mama, nilikuwa naomba kazi. Umetokea wapi? Nimetokea kijiji cha huko Rukwa. Una elimu gani? Hapana mama, mimi sijasoma. Sasa kama huna elimu utapata kazi gani? Mama, naomba unisaidie mama. Hapana, wewe binti nenda tu, hapa hamna kazi. Mama, naomba unisaidie, mimi nitafanya kazi yoyote ile mama. Hapana mwanangu, yaani mimi sina kazi yoyote hapa, sina kazi yoyote. Mama, nitafanya hata kufagia uwanja, kudeki chooni. Yaani mwanangu nielewe, mimi nimesema sina kazi hapa. Mama, naomba nisaidie mama. Sasa mama. Sasa tumpe kazi, naona mwenyewe anatia huruma au? Tia aibu kweli. Asante mama, nashukuru. Sasa mama, anze na nguo yangu. Maana nimechafuliwa. Vidude hivyo ndio vilikuwepo hivyo. Yangu nimekuja nani hapa kuchukua chombo. Lakini bosi wako amesema hiki chombo tusimkabidhi. Kuna namba nyingine nilikuwa. Maana maelekezo ambayo bosi anasema ulipokabidhiwa hiki chombo ukitunze ukiendeshe vizuri. Lakini hiki chombo inaonekana hauko makini, hauna makini kwenye matumizi kukitunza hiki chombo. Kwa hiyo bosi wako ametoa maelekezo kwamba hiki chombo tukishakirekebisha tusikurudishie tena. Ilipopasuka hapo ndo panakuwa na namba. Kama inawezekana, naomba tafadhali. Mimi ni binadamu. Kama inawezekana naomba nipate nafasi japo hata na bosi. Maana niliyofunga na yenyewe inapoaya. Anirudishie bajaji tafadhali. Lakini kiukweli kwa namna inavyoonekana kule kwa makini kwa kutunza hiki chombo na maelekezo kiujumla, maelekezo ambayo yameacha hapa ni kwamba hiki chombo tusikukabidhi tena. Ndicho alichoamua. Mimi kwa kweli nitashinda namna ya kukusaidia, namna nyingine ya kukusaidia kwa sababu mimi nimeshapokea maelekezo ya kwamba nikuambie kwamba hiki chombo hatutakukabidhi tena. Kwa hiyo chombo tukishakirekebisha tukishakimaliza tutamrudishia mwenye nacho. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu yangu. Basi mpaka sasa hivi ninapoongea hivi sina, yani sijui hata bajaji nyingine ya, yani sina mishemisho nyingine zidi ya bajaji. Naipata wapi bajaji bro? Nakuomba tafadhali kwa sababu ninapoongea hivi sasa hivi sijui hata kama kuna mishemisho nyingine naweza nikaipata wa mchongo wa bajaji. Naomba niombee msamaha bro. Lakini kwa hivyo sisi tunachoangalia ndugu yangu, sina namna ya kukusaidia nyingine. Kwa sababu mimi nafuata maelekezo niliyopewa. Ningekuwa na namna nyingine ya ziada ya kuweza kukusaidia, ningeweza kukusaidia ndugu yangu, lakini kwa hili hapana. Kwa sababu ndio maelekezo ambayo tumepewa na huyu bosi wako. Kungekuwa na namna ya kukusaidia nyingine, ningekusaidia, lakini kulingana na maelekezo ambayo ametupa yeye, ndicho ninachosimamia ndugu yangu. Si kwamba nakuzuilia, hapana. Nafanya hivi kulingana na yale maelekezo ambayo nimepewa. Lakini mimi naamini bosi wangu bro, wewe unaelewana naye sana. Ungenisaidia tu. Ni sahihi, lakini nimeshindwa kwa hiyo ndugu yangu. Labda angalia namna nyingine ambayo unaweza kufanya. Lakini kuhusu hiki chombo kwa maelekezo ambayo yameacha hapa, labda tafuta namna ya kuonana naye. Ila kwa maelekezo ambayo yameshatuachia hapa ni kwamba hiki chombo tukishamaliza kukitengeneza basi tumkabidhi yeye. I say Mungu anasema tunza kikutunze. Haina kwa maana nyingine wewe umeshindwa kukitunza chombo. Kwa lazima unyang'anywe. Yaani hapo una jinsi, yani natakiwa tu labda kajiongeze labda sehemu nyingine hivyo, lakini kwamba utasaidiwa tena hivyo ni kitu ambacho hakiwezekani. Wanasema tunza kikutunze, ina maana wewe umeshindwa kukitunza chombo. Ndio maana kimeharibika. Hali ya saizi ndo hata wewe unavyoiona hali ilivyo. Ukiharibu basi tegemea kutafuta namna nyingine ya kufanya. Hello bro. Ndio. Habari gani? Salama. Habari ya kazi nawe? Nashukuru bro. Ndio. Kuna mwanga ambao tunafikia hadi sasa tulipofikia. Ndio. Ya hatua tumeanza angalau. Tunapoelekea tunaona mwanga.
Ndio. Nilichokuwa nakuomba kitu kimoja. Ndio. Kama unajua ni kwa mazingira hatarishi sana na ni hatari sana pia. Sawa. Nilikuwa naomba unapokea simu kwa wakati, sio kama siku ilipochelewa. Unajua mazingira kidogo. Yes, ni kweli. Na kulipochelewa kupokea simu na kwa changamoto sana kwangu. Kwa cha kuomba na utakapoona simu yako ipokee kwa wakati. Sawa. Nashukuru zaidi. Tunapata kila zote process ambazo tuambia tupate. Ndio. Tunakusaidia. Hivi tumeshaanza kazi. Kuna hatua tumefikia. Sawa. Labda cha msingi hapo ni kuendelea kuongeza umakini. Ndio. Yes, kwa sababu kama ulivyosema tupo kwenye mazingira hatarishi sana. Ndio. Inahitaji umakini zaidi. Sawa. Ndio shaka tupo makini sana. Sawa. Tupo makini sana na hili swala. Sawa. Kama kuna chochote tujuzane mapema. Shukrani. Asante. Wewe wanangu, haya maisha tuyatafute haya. Yaani haya maisha tuyapambanie wanangu. Sijui mnanielewa yani. Mle wanangu. Haya maisha ni ya kufight kinoma yani. Hakuna kucheka na kima. Huruma shadhikwa. Muda huu ni ukatili tu. Kuleta story za kimama utatoboa mwanangu. Mama hutakiwi. Ndio maana hata kufuatilia watu wenye roho nzuri, hamna aliyefanikiwa hata mmoja. Ni roho mbaya tu. Huruma shafariki. Ndio maana hata ukifuatilia mtu mwenye huruma, mwenye roho nzuri, hamna hata mmoja aliyetoboa. Fuatilia historia hiyo. Hapa ni roho mbaya. Hakuna kucheka na kima. Hakuna kucheka na mabwabwaja mengi. Kelele nyingi. Umwaka. Mwanangu umwaka. Mimi nahakikisha lazima niue. Hawezi kama mimi muda wote nashinda vijiweni eti fake hivi vya shingapi ngapi eti kweli. Wewe mwanangu wewe. Mimi nipo lazima hata kuingia kwenye chama cha ajabu lakini haya maisha ni amiliki, sijui unanielewa. Mwanangu sisi sio walevo hizi. Ndio maana hakuna kucheka na kima. Sisi sio walevo hizi. Alafu kwenye hili kundi letu kuna mtu mmoja anatusaliti kinoma. Kumbe mwenyewe unajua yani. Kuna mama anatusaliti kinoma, yani anabwabwaja sana. Siri zetu sisi anapeleka nje kwa kina Bunju. Anatuletea umama au vipi? Chane au vipi? Masela. Yaani wanaume wenye itikadi kama zake yani. Hivi cha kwanza mwanangu hujatembea na wewe sio maana na kinenge. Sijonana na demu miaka sijui mingapi. Afu dakika za mwisho timu ni mwenzetu anakuja kutuletea itikadi za kishoga tunamlemba tu. Wa nini sasa? Huyo ni kucheza naye. Unatutumbulia mimi macho. Tunakuongelea wewe. Yaani sio umekaa kimya ukajua tunamuongelea labda chizi huko mtani. Chizi ni wewe. Mwanangu wewe unatuaibisha, una itikadi za kishoga. Wewe mama sogea hapa. Afu sio kumchekea huyo. Wewe mama tulia hapa sogea kwa vipi kwa mwana tunakia itikadi za kishoga wewe mwanetu. Wewe mama sogea hapa na ukiona afu wewe mwanetu asitishie tukio na toka kabla tujazaliwa wewe mwanangu. Afu unamchukulia hivyo wewe mzuri wewe. Wewe mzuri. Wewe mwanangu huyu mnamchekea kinoma, huyu mnamchekea mwanetu. Asharusha bangi zangu zote. Aisana naye huyo. Wewe kenke. Oa. Sisi tushachanganikiwa. Sisi tumechanganikiwa toka kabla tujazaliwa. Hebu mwanangu ili akuone kama wewe ni mwanaume mchape nenda kwanza. Yaani sikumalizi mwanangu, sikumalizi. Mimi nakadhabusha mpaka mimi nakuleta kijiweni hapa mwanangu, nimekokoa yani kwa janga zito. Wewe. Tulia. Mwanangu huyu yani huyu sijui hata nimwangaliaje kwa babako watu lia wewe mwanangu. Afu ndakuchoma yani dismiss ya masikio hii. Shanusha bangi mwanangu, shanusha bangi kinoma mwanangu. Unajua bangi nimetumia hata shilingi ngapi hapo na wewe mwanangu wewe. Wewe maana sijui nifanye nini huyu? Waga askari. Waga. Chana naye.
Wewe mama tu. Chana naye huyo. Huyu ni mama mwanangu, huyu ni mama kinoma. Bwaga. Watoto kama mimi nashiki nao fresh tu mbona. Chana naye mtu mwenyewe ashajikojolea mwanangu, tulia. Oya familia, achana naye. Anatoa stimu, achana naye. Huyu ni mama. Chumba tu. Ni mama mnamchekea, ni mama huyu. Afu mwanangu mimi na wazo. Koja zipande. Oa, mimi na wazo Masela. Kwa mwanangu unaachia kojo au sio? Unaachia kojo mbele ya Masela. Huko ulikotoboa, tutakutoboa. Oya mbuzi. Huyo mwanangu inatabidi tu bora aende geto tu wake anaosha vyombo huyo. Au kama vipi sisi tukitoka kukaba huko kuiba au tumputake amepika huyu. Awe mke wetu huyu. Kwa sababu kufanya naye madili huyu hatuwezi. Jana kidogo tu pale tukamatwe kwa sababu yake. Huyu abaki geto anapika huyu. Chungua. Mali kama hivi kama Masela. Wewe mama. Oya chukua siti mbwaje basi mwanangu tuendelee na harakati zingine. Waga mwanangu, achana naye. Mwanangu anazingua kinoma huyo. Achana naye huyo. Angalia. Wewe mwanangu, salimia watu mwanangu, pesa zinaisha. Zinaisha kama atafuti, lakini baba yangu mimi anatafuta. Na nyie mngewaambia wazazi wenu watafute kama baba na mama wanavyotafuta. Huenda mngemiliki watoto wakali kama. Oya mwanangu, unapigwa za kizarau au sio? Oya mwanangu, mimi sina baba, sina mama. Mimi nimezaliwa yatima. Yaani sielewi mzazi wangu ni nani. Hapo ningekuwa na baba na mama, huenda hata wewe babako unayemzungumzia angekuwa mfanyakazi wetu. Sio kwamba tutafuti mwanangu. Sisi tunatafuta. Shangenge anaongea nini mwanetu? Kwa sisi ndo tukao chimba kaburi lako na kuzika. Kumbuka kaburi langu mimi nitachimba skaveta na nitafukiwa na skaveta. Sawa? Wazima ngoma. Maneno ya kizalao usieche. Zima ngoma. Hata mwenyewe vile vile nakuona mchumba nikitaka na kupiga busu. Au nikuzimishie feki machua. Mwanangu mikatili. Oya mwana mama, una bahati tu kwa sababu nimeapa sitakuja kumiliki mwanamke ningekuchukua wewe. Wewe mbona unatulia geto vizuri kabisa? Oya mwanangu tuondoke, maana mimi bwana wewe sijenga mkili hapa. Hapo analeta ushangingi. Oya. Toa hiyo. Unaongea na wana unashika mikono wanachumba. Kwa sogea. Mbuzi achana nao. Bwaga Masela. Unatadharau kijiweni. Bwaga. Oya usije kurudia hiyo kauli ya kutuambia kwamba baba yetu na mama yetu wangekuwa na sisi wanatafuta. Pisikali wakezo tu kwa keshwali kisa kwa wanazo mali